Ilikuwa inaitwa BDA. Na baada ya BDA akaanza tena kutumia BD6. Na kirefu cha BDA kwamba ilikuwa katika version, kwa mfano kuna Visual Basics ya 2005, 2017, 2022 na 2026. That's to say, because you will be requested to understand the new languages and to adopt them, because the market is bringing frequent changes to set new procedures. Otherwise, the company Microsoft needs to sell. Kwa hiyo hautaishia tu kusoma, lakini utahitaji kuvijua vile unavyovisoma, kwa sababu makampuni sasa hivi yanakuwa yanahitaji teknolojia ambazo zinakuwa updated kila siku. And of course, we write software. We use the software that is available, the students, class, or text, but also the software as the need to collect information and store them in a proper way. Lakini si hivyo tu, anatushauri kwamba kwa sisi ambao tumekuwa tukijifunza hatua kwa hatua, moja ya editor bora zaidi ni Visual Studio Code, ambao tunaweza tukaitumia katika kutengeneza programu zetu, na mwisho wa siku tutakuwa tunapiga hatua kwa hatua, lakini zile kazi tunazozitengeneza tuweze kuzisave kwa ajili ya maboresho ya baadaye kadri tutakapokuwa tumeongeza ujuzi kutoka tulipoishia.